Hali gani mtazamaji wa KBTV, mitamboni ni the next MVP in Tanzania, you can call me M. Na leo nipo na Bobo ambaye tutakwenda kupiga naye mastori tupate kujua mengi zaidi. Ni moja kati ya wasanii ambao wana uandishi mzuri wa nyimbo za mapenzi, na leo tutakwenda kupiga naye story tupate kujua mambo mengi sana kumhusu. Habari? Nzuri. Uko fresh? Uko fresh. Bwana, nimependa sana. Kwanza tutamani kujua zaidi ya uandishi wako wa muziki, na nadhani unaandika sana muziki mzuri, hususan muziki wa mapenzi. Sawa. Kwa upande wako wewe, unaamini nini kuhusu mapenzi? Unajua mapenzi ni situation ambayo kwa miaka yetu tunayapitia, sawa? Ndio. Ni kama unaandika tu kitu pengine ambacho kinaishi. Okay. Sawa? Kinaweza kuwa ni kwa muda wangu, kwa muda wa mtu mwingine. So tuseme tu wote tuko kwenye hiyo njia ya mapenzi. Okay. Ambacho kitafanyika tu ni ile tu, ambacho kinafanyika ni ile tunaandika kitu ambacho tunakifanya. Ndio. Hakuna ugumu sana kwa sababu tunakifanya, tunaona wengine wanafanya, wanapitia mangapi, tunapitia mangapi, kitu kama hiyo. Okay. Sawa. Labda kuna mtu anaweza kujiuliza swali kusema kwamba kuna kile kitu ambacho mtu unakiona kitaani au kwa rafiki yako anakuwa labda amepigwa tukio kwenye mapenzi. Sawa? Unaamua kucreate kitu au kucreate nyimbo. Swala kama hilo kwako ushawahi kukukuta au vipi? Mara nyingi nikiandika mapenzi inakuwa ni mapenzi pengine ambapo vinakuja tu kichwani. Unajua naangalia kitu gani kitakuwa ni kizuri, tukiweka hapa kiwe kizuri. Sio kwamba eti amepitia mtu mwingine ama anapitia mimi. Natafuta tu vitu nikifanya combination ya vitu ambavyo vitakuwa vina sound sawa kwa watu. Okay. Ndio. Sawa. Na pia tunaona trendings nyingi ambazo zilikuwepo hapo nyuma na pia sasa hivi bado zipo zidi ya mahusiano yako. Watu wengi wasema kwamba unaweka mahusiano yako kwa public sana, na ni hali ambayo kidogo kwa baadhi ya watu inawafurahisha na baadhi ya wengine kidogo wanakuwa wapendi. Kwa nini unaamua kufanya mambo kama haya? Najua mimi ni mpenzi mmoja tu ambaye nishawahi kumweka public. Ndio. Alikuwa ni Sabrina. Okay. So mimi nikimpenda mtu hakuna namna kumficha. Ndio. Siwezi nikakuficha kwa watu. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo unaweza kwanza sijifurashi mimi mwenyewe. Kwa nikikuposti kila mtu anajua huyu ndo mpenzi wake. Okay. Ndio. Sawa. Labda kwa namna unavyoposti vile vitu, sawa? Kwa upande wa mpenzi wako, yeye mwenyewe kwanza anakuwa anajisikiaje labda? Ni mwanamke ambaye anapostiwa na mpenzi wake au na mtu ambaye anampenda, ni lazima ajifeel good. Okay. Kwa sababu sio kila ambaye anapendwa ndo anapostiwa. Okay. Kuna watu mpaka wameolewa, toka olewa hajawahi kupostiwa. Ndio. Sasa wewe imagine, yani mpenzi wako kila leo anakupost, kila leo anakupost. Ndio. Kuna namna fulani utajisikia ni wa peke yako, yani ni wa kipekee. Kwa sababu hiyo. Sawa. Labda kuna kile kitu ambacho kinaitwa changamoto za mji wetu wa Facebook au Instagram, TikTok, wapi na kadhalika. Kuna zile changamoto ambazo waga zinakumba sana watu pindi wanaposti wapenzi wao pale. Changamoto kama hii kwako ilikukuta changamoto gani labda? Mimi sikuwa na changamoto yoyote kwa sababu kapu yangu kila mtu alikuwa amekubaliana nayo. Ndio. Kila mtu alikuwa anaikubali. Baada ya kuona sana naanza kumposti sana, watu wakaanza kusema kwa nini yani unamposti sana yani? Kitu kama ni inawasumbua. Unajua kuna wengine huyu anajifanyaga anajua kupenda huyu. Ndio. Huyu anajifanyaga anapenda. Wanajifanyaga wanapendana sana, kitu kama hiyo. Kuna wengine wakawa wanatuombea mabaya, lakini Mungu aliwasikiliza pale, tuombea mabaya tuachane, ikafanikisha. Mmeachana. Bwana, hapo kwenye kuachana hapo. Sawa. Kwa nini sometimes mapenzi ya sisi wavulana kidogo yanakuwa hayana mwendo mkubwa, au hayana, tuseme kwa namna moja au nyingine, tuseme kwamba hayana nafasi kubwa ya kudumu? Chanzo kikubwa kinakuwa ni nini? Kudumu ni kutaka kwako wewe mwenyewe. Ndio. Tupo kwenye mahusiano. Ukitaka kumove on, una move on. Okay. Ukitaka kuendelea, unaendelea. Kwa mimi niseme tu, so kwa vijana, hata wazee, kuna wazee hawakai kabisa. Ndio. Kuna watu ambao ni wazee lakini hawakai na wanawake, hawakai na mabwana zao. Kwa sababu gani? Pengine maelewano, au kila mtu mimi nataka niishi zangu kwa huko. Kitu kama hiyo. Okay, sawa. Kama jinsi ambavyo tulivyosema hapo nyuma, kusema kwamba ulikuwa unamposti sana na mwisho wa siku mmeachana. Baada ya kuachana hapa katikati, changamoto zinakuwa ni zipi ambazo zinakukumba zile mafansi ambao walikuwa wanapenda kapo yenu? Ni hiyo tu, anasema fulani yuko wapi? Unajua kuna mtu ajui kama yani aliona tu ghafla imezima tuta. Ajui kama kwa nini umposti tena, anaulizaga. Ndio. Wanaulizaga sana. Alafu majuzi tu hapa silikuwa nimemposti. So tuachane tu na mambo yashatokea.
tuachane nayo. Sasa ukiwa kama Bobo, saizi wewe unajipangaje zidi ya mahusiano? Achana mahusiano, niulize mambo ya muziki. Ndio tunaenda huko kwenye muziki. Achana mapenzi. Achana mapenzi. Au tuseme sasa kwa muda huu nyimbo za mapenzi zinakuwa zinakaa sasa pembeni, sasa zinakuwa ni mwendo kwa vaibuka. Nyimbo za mapenzi mimi napendaga kuimba sana mapenzi. Napenda kuimba sana mapenzi. Sasa, kama vibe tutaimba, lakini napenda kuimba sana mapenzi. Sasa wewe unasema unapenda sana kuimba mapenzi. Lakini nikikuuliza sana kuhusu mapenzi unaniambia nisikuulize kuhusu mapenzi. Kuhusu mpenzi. Uniulize kuhusu mapenzi, unauliza kuhusu mpenzi. Yaani mimi nimekwambia kuhusu mpenzi, achana nayo. Kama ni kuhusu kazi tuongelee kuhusu kazi. Kuhusu kazi. Bwana unyama sana. Umeachia kitu na kitu kimefanya vizuri. Saizi mashabiki pia watarajie kitu gani? Maana mwaka ndo unakwenda kuisha. Watarajie tena kitu kizuri. Okay. Kwa sababu hapa kwenye hizi tarehe kuna nyimbo kama 2 au 3 nitakuja kuachia. Na hizo nahisi ni collaboration. Okay. Na kuna remix ya Nyodo. So kitu cha kufanya ni wawe tu makini, mziki mzuri unakuja, mziki mzuri unaishi. Wategemee tu vitu vizuri kila mara ambako nitakuwa nafanya kazi. Wategemee vitu vizuri kabisa. Ndio. Okay, sawa. Labda ujumbe mkubwa ambao natamani ufikishe kwa watu ambao wanapenda pia kitu chako kizuri, walikuwa wanapenda maisha yako ambao ulikuwa unaishi baina yako wewe na mpenzi wako mmeachana, na wengine ambao pia wanatamani kuingia kwenye mahusiano licha kwamba kuna changamoto tofauti tofauti, unawapa ujumbe gani? Kuhusu mahusiano ni kuwa mahusiano yani usiwekeze sana muda. Ndio. Kama unampenda mtu mpende, lakini ikifika muda wa kuachana, kubaliana na kuachana. Ndio. Ukiforce kutokukubaliana na hiyo hali utajikuta unaingia kwenye matatizo, unaanza kufanya mambo mengine pengine ambayo hayakuwa kwenye hayakutakiwa kufanyiwa kwenye huo muda. So mkiamua kupendana mpendane. Mtu akiamua kuchomoka muache achomoke. Mnyama sana, mimi nimependa sana. Bwana, mimi niseme kwamba kwa leo acha tuishie hapo bwana. Huyo ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana hapa kwetu kitaa, na kwenye miji pia ya huko YouTube, Facebook, Instagram, TikTok na kadhalika, kote anatamba. Mimi ni the next MVP, nyuma kamera nipo na mchina mweusi.